Mwanaume mmoja alijifanya kama mchekeshaji ili kuiba benki. Alipofika mlangoni, mlinzi mzee alimzuia na kumwambia benki imefungwa, arudi kesho. Ghafla yule clown akatoa bunduki na kuonyesha amevaa mabomu mwilini. Kisha akamuuliza mlinzi kama yuko tayari kufanya kazi ya ziada. Mlinzi bila hofu alikubali na hata akampa silaha yake, kisha wakaingia pamoja ndani ya benki. Clown akiwa na puto mkononi mmoja na bunduki mkononi mwingine alitangaza kuwa ni wizi, lakini hakuna aliyemjali. Watu waliendelea na shughuli zao kama kawaida. Alimwambia mlinzi apige kelele pia, lakini bado hakuna aliyechukua hatua. Hapo Clown akapiga risasi 2 juu, ndipo watu wakaanza kupiga kelele na kulala chini kwa hofu. Meneja wa benki akatumia nafasi hiyo kubonyeza alarm kimya kimya. Clown akaamuru hakuna mtu asogee. Hata mbwa aliyekuwa mikononi mwa mwanamke aliogopa sana. Kisha Clown akatupa mfuko na kusema ujazwe pesa. Cha kushangaza, mteja mmoja aliweka pesa, alidai apewe risiti yake kwanza, na Clown akawaambia wafanyakazi ampe kwanza kabla ya kujaza mfuko. Baada ya hapo, aliwapeleka wote kwenye chumba cha kuhifadhia pesa, vault. Mlinzi hata alisaidia kuweka utaratibu na kumpa ufunguo wa vault, kisha akaingia humo mwenyewe kwa utulivu. Wakati huo polisi walikuwa tayari wamefika nje na kuizunguka benki. Clown akalazimisha meneja ampidie mkuu wa polisi na kumwambia kuwa ana mabomu na wakijaribu kuvamia atalipua benki. Mwanzoni mkuu wa polisi hakumwamini, akaagiza kikosi maalum kivamie kupitia madirisha, lakini Clown akasema hata huko kuna mabomu. Polisi wakaogopa na kusitisha operation. Clown akaanza kutoa masharti: atakiwe basi lililojaa mafuta, pikipiki ya Yamaha, gari kubwa la monster truck na helikopta 2. Kwa kila kitu watakachomletea atawaachia mateka mmoja. Polisi wakakubali huku wakijaribu kuchelewesha muda. Baada ya muda, helikopta ilifika. Clown akaenda vault kuchagua mtu kuwaachia. Ndani ya vault watu walikuwa na hofu kubwa. Wengine walikuwa naomba, wengine wanatetemeka, na mwanaume mkubwa alikuwa analia sana. Mtu mmoja alijaribu kumpa rushwa ya saa ya dhahabu, mwingine akamuisihi kwa huruma, lakini yule mwanaume mkubwa akatapika na kutoa harufu mbaya sana. Hivyo wote wakabaliana atolewe kwanza. Nje watu wakashangilia, polisi wakaleta pikipiki na basi. Ilikuwa zamu ya kuwaachia watu 2 zaidi. Clown alisimama kuchagua, lakini mwanamke mmoja mwenye nywele za njano akamkosoa na kumdharau. Clown akakasirika na kuonyesha boma alilovaa. Watu wakaogopa na kuamua kumtoa yeye pamoja na mwanaume mwingine. Polisi wakawauliza maswali, mwanamke akakaa kimya, lakini yule mwanaume alikuwa anaongea bila mpangilio. Ghafla mwanamke akaona doa jekundu nyuma ya sikio lake, akalifuta. Hapo ndipo ilibainika kuwa yule mwanaume mwenye nywele zilizochangamka ndiye aliyekuwa Clown halisi. Mpango wake ulikuwa wa ujanja mkubwa, alijifanya kama mateka ili kuwadanganya polisi na kutoroka bila kushukiwa.